Karibuni sana wanangu, watazamaji wangu. Hii ni part 2, tunaendeleza muendelezo wa muti unaitwa, muti huu tulionyesha unaitwa munyoka, muti wa snake plant. Ndio tunaendelea nayo katika upande wa pili. Tunaenda part 2 kwa sababu ya kuleta mafunzo ya part 2. Ndio huo muti wa munyoka unafanana nyoka. Maana yake ni muti unaitwa snake plant. Kwa hivyo basi karibuni sana. Ninakuonyesha wakati unapoenda kuangalia ni muti gani nilikuwa nafundisha, ili uweze kujua ni muti gani nimefundisha. Usiende kutafuta vitu ambavyo sijafundisha mimi mwenyewe. Ndio mnaona walimu wengi wanaweka picha alafu wanatoa, wataki watu waone ni kitu gani wanafundisha. Lakini mimi nakuwekea hivi ili unapoenda kutafuta muti huu kwa sababu ya matumizi yako, usiende kutafuta vitu ambavyo sijavifundisha mahali hapa, sijaelekeza. Karibu sana katika part 2. Tunaingia katika somo la muti wa munyoka ambao ni snake plant. Namba ya kwanza ni kwamba kama unasumbuliwa na meno, meno inauma, kuna watu wako na matatizo ya meno, ninakuomba mwenzangu, mwanangu, mahali popote unanifuatilia duniani, kama wewe uko na matatizo ya meno sinauma, kitu utakachokifanya ni kuenda kwa muti wa munyoka, ukachukua unachukua lile nini, hili kitu, unachukua hii kitu, alafu ng'ata huu mumea kutwa mara 3. Tafuna tena, tema, usimeze, utakaa vizuri. Kwa hivyo unachukua, unang'ata, unatafuna, kisa unatema. Yale maji yake usimeze, tema, kwa sababu ukimeza itakuletea matatizo. Kama ni meno inakuuma, unastahili utafune, alafu kisa uachilie ikae kwa mdomo vizuri, ingie vizuri kwa meno, kisa unaweza kutema. Na wewe ukifanya hivyo, utapata uponyaji. Na ukifanya hivyo, fanya kutwa mara 3, siku 3, maana yake utapata uponyaji wa ajabu sana. Namba ingine ni kwamba, namba ya pili ni kwamba mumea huu una uwezo wa kumukinga mtoto na bumu. Kuna magonjwa yanaitwa ya asima, ndio tunaita bumu. Hakikisha kanapolala katoto, kuna huu mumea ndani ya maeneo mtoto analala, kanasuia hiyo shida ya kupata maradhi ya bumu. Kwa hivyo basi ukipanda ndani itakusaidia kuondoa, hata wewe mtu mzima itakusaidia kukukinga na maradhi ya asma, maradhi ya bumu. Waingereza wanasema maradhi ya asma ndio maradhi ya bumu. Kwa hivyo huu ni muti uko na faida sana, uko na manufaa makubwa sana. Namba ingine ni kwamba huu muti kama una sikio linauma na kutoa uzaha, kitu unachostahili kufanya ni kuponda ponda hilo baba, ili ndio tunaita baba. Unaliponda ponda ili papa la mumea huu, kiza tondosea matone mawili ya maji yake kwenye sikio kutwa mara 3 kwa siku 10, kuisha apali. Kwa hivyo maneno yako yatakuwa vizuri. Unatondosea ndani, unaponda ponda, alafu yale maji unatondosea ndani ya sikio, matone mawili tu ya maji kwa sikio mara 3, maana yake ni siku 3, ama asubuhi, mchana na jioni. Na Mwenyezi Mungu atakusaidia na utapata uponyaji, masikio yataacha kuuma, na utakuwa vizuri. Hata wale wanatoka uzaa kwa masikio pia ni tiba kwa hiyo mambo. Namba ingine ni kwamba
Kwa tumbo kujaa gesi na kuviatua. Kuna watu tumbo linajaa gesi kisha anaanza kuviatua makomboa. Mtu huyo anastahili achemuse misisi ya huo munyoka, alafu anakunywa kikombe kimoja cha chai kutwa mara 3, utakaa sawa. Fanyeni hivi asubuhi, unakunywa asubuhi, mchana na jioni, hakika na kuambia utapata unafuu. Wale watu wako na maneno kama hayo wajisaidie kwa hiyo njia. Namba ingine ni kwamba kwa shida ya minyoo sugu, kuna watu wako na minyoo sugu ambayo haisikii dawa ya hospitalini, na wao pia ninawaomba watafute hii dawa. Unakula ushipi mwamba. Sasa wewe unakula ushipi, chemusa misisi yake, kunywa kikombe cha chai kutwa mara 3 kwa siku 7. Unakunywa mara 3 kwa siku 7. Wale wako na minyoo sugu ndani ya maisha yao, hata wakila hawashibi, ile minyoo inakula ile chakula inamaliza. Kwa hiyo basi ninakuomba utumie hii na itakusaidia sana, itakuletea unabuu kabisa na utapona, utakuwa vizuri. Utakuwa unakula unasikia kweli ukara na ukashiba. Namba ingine inayofuata ni kwamba ukichemusa misisi yake ukagonga unatibu hadi magonjwa ya sinaha unayoyajua kama asouma. Hii kitu ukichemuza misisi yake alafu ukagonga, maana yake ukakunywa, unatibu hati magonjwa ya sinaa. Kuna watu wako na maradhi ya sinaa, yanawatesa, yanawasumbua, lakini ukitumia huo muti misisi yake, alafu unachemusa misisi yake, unakunywa glasi asubuhi, mchana na jioni kwa siku 7, wale wako na matatizo ya maradhi ya sinaa, hakika yale maradhi yatakupungukia na utapata uponyaji. Kwa hivyo hiyo ni dawa kubwa sana nimewaletea wale wako na matatizo ya maradhi ya sinaa. Namba ingine inayofuata, kama miguu inauma, inaganzi, imevimba, inawaka moto, usikonde, chukua papa moja, ponda kisa chemuza pamoja na chumvi ya mawe ile tulionyesha hapa jana. Anza kujikanda ikiwa na ufugufugu kutwa mara 2 kwa siku 21, njoo uniambie. Kwa hivyo basi unachukua kama miguu yako inauma na inaganzi na imefimba na inawaka moto, na kuambia kwamba chukua papa moja, ponda kisa chemusa pamoja na chumvi ya mawe, kisa anza kuchikanda ikiwa na maji ya ufugufugu, alafu kutwa mara 2 kwa siku 21, hakika utaleta majibu kwa nabii muonaji. Namba ingine, kama una moyo wa kuona kila kitu ni kibaya, walimwengu wabaya, maisha mabaya, kila mtu mbaya, uoni jema duniani, kaa na snake plant, utaanza kuona wema wa watu na uzuri wa maisha. Yaani hii inakusafisha, inakuletea mambo mazuri na unaanza kuona mambo mazuri. Kama wewe ulikuwa unaona ubaya, kila kitu ni kibaya, mambo yameharibika, kila kitu, maisha imeharibika, sasa wewe kila kitu unakiona kibaya. Hii inakupea fresh, unarudi unakuwa fresh. Kama unakaa karibu na huu mti vile nilielekeza pale nyuma, na hivyo basi utapata maisha mazuri na utakuwa vizuri, utaanza kuona wema wa kila kitu. Namba ingine inayofuata ni kwamba Mungu alipotuumba alitukabidhi kila kitu ili kuyafurahia maisha. Sema
changanya tu, kwa sababu hatujui akili aliyoiweka Mungu ndani yako. Inakuwezesha kufanya kitu chochote na ukatoboa. Maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu alipotuumba alitukabidhi kila kitu ili kuyafurahia maisha. Ni kwamba vitu vyote ambavyo Mwenyezi Mungu alivyoviumba hapa duniani, hivi vitu ni Mwenyezi Mungu alivyoviumba, akaviweka katika ardhi ya dunia, akaviweka katika dunia hii ili viweze kutusaidia. Lakini wanadamu wengi hawawezi kujua kwamba hii vitu viko na faida. Hakuna kitu ambacho Mwenyezi Mungu kaumba duniani hakina faida. Mpendo wangu, mtazamaji wangu, nikuambie kwamba kuna watu wengi wanauliza kwa nini Nabii Mwonaji anafunza elimu kama hii ya miti. Nisikize vizuri sana. Wale ambao mnasoma Biblia, wale wasomi wa Biblia, wachungaji, wanafunzi wa Biblia, kujeni hapa sasa leo. Wakati moja tunaona wana wa Israeli wanatoka katika nchi ya Misri. Walipotoka nchi ya utumwani kule Misri, wanaenda katika jangwa. Walipofika jangwa, ukisoma kitabu ya Kutoka 15 mstari wa 23. Kutoka ndio Exodus 15 mstari wa 23. Wana wa Israeli walipofika katika jangwa la Mara. Kuna mahali wanaita Mara. Tusome. Walipofika mahali palipoitwa Mara, hawakupata kuyanywa yale maji ya Mara, kwa kuwa yalikuwa machungu. Kwa ajili ya hayo jina lake likaitwa Mara. Kwa hivyo wana wa Israeli walipofika katika jangwa la Mara, wakapata maji yaliyokuwa katika jangwa lile la Mara yalikuwa machungwa, wakashindwa kuyanywa, na kule jangwani kulikuwa ni kiu. Sasa nisikie, kwa nini tunatumia miti? Kwa nini tunafunza miti? Nataka nikupe jambo leo, wewe mtazamaji wangu. Uwe Muislamu, uwe Muhindu, uwe Mkristo, kujeni hapa leo nikufundishe elimu ya Biblia. Mstari wake wa 24, Kutoka 15:24 inasema, ndipo watu wakamunungunikia Musa wakisema, tunywe nini? Watu wakamunungunikia Musa walipofika katika jangwa la Mara. Na mstari 25 inasema, naye akamulilia Bwana, Bwana akamuonyesha muti, naye akautia katika hayo maji, maji yakawa matamu. Basi akawawekea amri na hukumu huko, akawaonja huko. Kwa hivyo basi tunapata kwamba wakati wana wa Israeli wanamunungunikia Musa, wanamulilia Musa, tunywe nini katika jangwa ya Mara? Kwa sababu Mara maji yalikuwa machungwa. Wakamulilia Musa, Musa naye akamulilia Mungu. Kwa sababu Mungu ndio muumba wa kila kitu. Mungu ndiye muweza wa kila kitu. Mungu naye akamuonyesha Musa. Mungu akamuonyesha Musa, akamuonyesha muti. Biblia inasema Mungu akamuonyesha muti, naye Musa akaenda akakata ule muti. Alipoukata ule muti, Biblia inasema kwamba naye akautia katika hayo maji, maji yakawa matamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mungu anaweza kutumia chochote. Na tazama, wana wa Israeli wamefika katika jangwa la Mara, na walipofika Mara maji yakawa machungu. Kila kitu maisha ikawa Mara. Mara maana yake ni uchungu. Akamulilia Mungu. Mungu akamuonyesha muti, akamwambia Musa, enda ukakate hiyo kijiti. Akakata kijiti ya muti, akatupa ndani ya maji, na maji yakapona, yakawa matamu. Wana wa Israeli wakanywa maji matamu. Haleluya.
nikwambie kwamba Mungu anaweza kutumia chochote unachokiona katika dunia hii. Hakuna kitu yoyote Mungu akaumba ambacho hakina maana. Miti ni Mwenyezi Mungu akaumba, na Mungu mwenyewe ameitumia katika mtumishi wake Musa. Musa anatumia muti, na muti huu unatibu maji, yanapona, yanageuka, yanakuwa matamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunapotumia miti hii kwa sababu ya kufanya mambo yale tunataka kuyafanya ya kujitibu na kutibia mambo yetu, hatujakosea, tuko vizuri, kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye alifanya kupitia mtumishi wake Musa, akatibu maji yakawa matamu, watu wakaweza kukunywa. Sasa wewe unayepinga, unayesema elimu ya miti, unayosema ni uganga, ni ukoro, ni mamboleo, ni uganga, sasa kujeni hapa ndani ya Biblia usome na wewe uelewe ni nini Mwenyezi Mungu anasema. Hii si uganga. Kama ni uganga, basi ni uganga ya Mungu. Haleluya! Kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye amefanya kupitia Musa. Mungu anaweza kutumia udongo. Tunaona hata Yesu mwenyewe anamkuta mtu kwenye kitabu ya Yohana 9, mtu ambaye amesaliwa, tangu aliposaliwa akiwa kipofu haoni, lakini Yesu akatengeneza tope, akakoroga tope, akapaka macho yake, akamwambia nenda katika birika la Siloamu ukanawe. Na yule mtu alipoenda katika birika la Siloamu akanawa, maana yake akapata kuona, akafunguka macho, upofu ukamuondokea, akawa mzima. Maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu ametupa vitu vingi hapa duniani. Ndio maana nakwambia unaweza kutumia tope likaponya mtu, unaweza kutumia muti ukaponya mtu. Chochote kile Mwenyezi Mungu ameumba akaweka katika ardhi hii kiko na maana, kiko na faida katika maisha ya mwanadamu. Ila wewe ndio hujafumbuliwa macho ujue siri. Hizi ni maarifa. Hii ni siri. Hii ni maarifa. Maarifa makubwa sana kutoka kwa Bwana. Hii inaitwa hekima ya Sulemani. Inaitwa wisdom. Yaani wisdom maana yake ni kutambua yaliyo mema na mabaya. Elimu hii ya kutambua mema yaliyo mema na mabaya. Watu wengi hawana elimu hii. Watu wako na elimu inaitwa knowledge. Knowledge ni ya shule, mtu anaenda anasoma anapata madigiri. Lakini hii wisdom hii ni Mwenyezi Mungu anapeana. Kwa hivyo basi nikuambie mtu wangu unayenitazama, unayekuwa na maswali mengi, maswali mengi. Bwana Yesu yoniwe sana. Tunaweza kutumia hata mimea, tunaweza kutumia mbegu, tunaweza kutumia chochote na kikaweza kuleta faida katika maisha ya mwanadamu. Kwa hivyo mtazamaji wangu, mpendwa wangu, wewe kama unapishana na Biblia, andiko ndio hilo nimelitoa kwako, na wewe uende usome. Wewe ambaye hujui Biblia, soma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ninawapenda wapendwa wangu, kama vile tumefika hapo hii somo la mti ya mnyoka. Tumeona mti wa mnyoka huu mti ukiweka ndani ya nyumba yako, kama wewe unateswa na majini, unateswa na mapepo, wachawi wale wanateswa. Kuna watu manyumba zao wachawi wanaingia ndani. Kama wachawi wanaingia kwa nyumba yako, panda huu mti. Ukipanda huu mti utawasuia wachawi kuingia ndani ya nyumba yako, utawasuia watu wabaya kuingia ndani ya nyumba yako. Kama kuna watu wanakuja kwa nyumba yako wanakuangia, wewe pandeni mti huu ndani ya nyumba yako. Ninakuambia kwamba utawasuia watu wabaya hawataweza kuingia katika nyumba yako. Kuanzia leo, kama wewe unaoteswa vitu vibaya, unaota, unatumikishwa, unanajisiwa na majini na mapepo, pandeni mti huu katika rumu unayolala. Huu mti hauna madhara yoyote. Wanga na wasirikina, roho chafu, pepo za masetani asiwezi kuingia ndani mahali ambapo kuna huu mti wa mnyoka. Hata nyoka hawezi kuingia ndani mahali ambapo kumepandwa mti huu. Hata kwa boma, kama umepanda mti huu kwa boma yako, nyoka hawezi kuingia. Inazuia nyoka kuingia kwa maeneo ya boma. Mahali ambapo kumepandwa mti huu unazuia
mapepo, unazuia nyoka asiwezi kuingia maeneo hayo, kwa sababu ni dawa kubwa na ni kinga kubwa sana. Watu wabaya wanachukia huu muti. Lakini matajiri wamejua siri kubwa sana kuhusu huu muti. Ndio unaona kila mahali matajiri wao wamejiwekea muti huu, na muti huu kila mahali wamepanda. Kwa manyumba yao wamepanda ndani, marangoni pembeni wamepanda. Sasa wewe kitu gani kinakushinda? Tunakupea elimu. Elimu hii tunakupa elimu rahisi, lakini utaki kupractice. Shida yako mwanadamu ni kupractice. Jaribuni uone matokeo ya muti huu wa munyoka. Jaribuni, utaona matokeo yake. Mtu wa Mungu, jaribuni, wacha kusikia. Jaribuni na wewe, jifanyieni. Hii elimu ninatoa mimi, Nabii Mwonaji, ninatoa elimu hii free na kupea wewe kusaidie. Ndio unaona walimu wengi wanakuja leo hii wanaficha, hawawezi kufunua vile ninavyofunua. Ninaandika maneno yote na wapea ili mufaidike, ili mupate elimu. Kuna watu wameenda kwa waganga, wamezunguka kwa wachungaji, kwa manabii, wametapeliwa sana. Watu wameporwa pesa nyingi sana. Watu wametapeliwa sana. Nabii Mwonaji amekuja wasaidie. Kuna yale mambo mengine tutawasaidia, na kuna yale mengine itapiti kama ni makubwa, ninasema hapa utatoa kitu fulani. Kwa sababu hiyo kazi zingine lazima gharama. Kazi zingine zinahitaji gharama. Kwa hivyo basi ninakuomba mtu wa Mungu, mahali popote unaendelea kunitazama, na wewe ubarikiwe, na wewe uinuliwe pamoja na familia yako, uinuliwe pamoja na kizazi chako. Kama kuna shetani alikuwa anakufunga, kama kuna shetani alikuwa anataka ukwame, kwa hiyo familia yenu, kwa hiyo ukoo wenu, wachawi wa kwenu wanakataa musiinuke, wanakataa musiweze kunyanyuliwa. Sikuanzia leo Mwenyezi Mungu aliyeumba vitu vyote duniani akunyanyue, akuinue, akubariki, na wewe uwe mbarikiwa katika ardhi hii. Tutakuja kusoma hata umuhimu wa udongo. Hii ardhi tunayoishi, hii ardhi iko na siri kubwa sana. Lakini hilo ni somo la siku ingine. Kwa hivyo ninawakaribisha tena muweze kutegea somo lingine linalofuata. Asanteni sana wale ambao mumeendelea kunifuatilia, na ninawaomba muweze kuendelea kusubscribe, muendelee kucomment katika channel hiyo, na wale mnataka